Halo. Karibuni Mumias East. Karibuni sana. Tunaendelea kusherehekea siku 16 za Gender Based Violence. Kumbuka leo ni siku ya mwisho tunapoendelea kusherehekea, lakini tunawaambia kwamba isiwe ni siku ya mwisho kwetu. Tuendelee kusherehekea na kuambia watu wetu ya kwamba waweze kuongea, kutoa sauti wanapoona kesi za Gender Based Violence. Hili janga ama tishio tatu ambalo limeangaziwa, moja ni mambo ya HIV/AIDS. Tunakuta pia tuko na maambukizi ambayo ni mapya na yanaendelea kuwa juu, hasa kwa vijana wetu. Wakati huu data inaonyesha kuwa imeanza kuongezeka. Kwa hivyo tujichunge kama vijana, tusiwe tunaambukizwa virusi vya ukimwi. Na pia wale ambao wako na virusi, ujue kuwa ukiendelea kusambaza ni hatia na unaweza shitakiwa. Sana na vile tumeambiwa zinatokana tu kati yetu sisi wenyewe, ambapo tunaacha watoto wetu wasichana wanaweza kuwa wanabakwa ama wanabembelezwa, wanapewa mimba za mapema kutoka kwa wanaume ambao tunaishi nao. Tunakuhimiza utembelee hospitali yoyote ambayo iko karibu na wewe upate kujua afya yako, na pia upewe maelezo na matibabu ambayo inaweza kuzuia against HIV, ambayo matibabu Kaaji wa Shanda tunazidi kwa kumbusha kwamba triple threat iko pamoja nasi. Kwa hivyo tuweze kujiepusha na hizi triple threat, ambapo tunasema tuko na cases za gender based violence, ani dhulma ya jinsia, na kama haujaadhiriwa tunajua kwamba maybe uko na mtu wako ambaye ameadhiriwa. Kwa hivyo unapokuwa na ugonjwa huu, ongelea mambo ya HIV/AIDS na magonjwa ya zinaa. Pia tunaongelea mambo ya mimba za mapema. Vijana wetu tunaomba ya kwamba
wasichana. Ni janga ambalo tuko nalo na inatubidi tushikane pamoja sisi kama Siku ya leo ambayo ni mwezi wa 12 mwaka 2025 tulikuwa tukifunga hizi siku 16 za triple threat ambayo imekuwa ikiendelea katika nchi nzima na pia katika Mumias East sub county. Hizi triple threat ama vitisho tatu ambazo zinakumba wananchi wa Mumias East. Moja ni maambukizo mapya ya ukimwi kwa vijana hasa ambayo imeendelea kuongezeka. Pili ni mambo ya mimba za mapema katika vijana, pia zimeanza kuongezeka hasa huu wakati wa likizo. Watoto wasichana wanakumbwa na hilo changamoto, na pia tunahitaji wazazi waweze kujukumika ili waweze kuangalia watoto hasa wakati huu wa likizo. Tatu ni mambo ya dhuluma dhidi ya jinsia, GBV, gender based violence. Hii pia huwa inafanyika kwa manyumba zetu, nyumbani, katika kazi, katika masoko, watoto wakienda shule, watu wanadhulumika na ni jinsia zote ambazo pia inaweza changia kwa mimba za mapema na pia HIV AIDS. Umaskini unachangia kwa sababu ikiwa mama hana uwezo wowote, itabidi awe anavumilia mashida na ananyamaza, ambii wengine nini inaendelea kupiga ripoti. Na pia mila na tamaduni zetu pia zinachangia ambazo zimeweka wanaume mbele, kuwa mwanaume lazima akuwe na nguvu, anaweza piga mama ama anaweza changia pia kufanya mama asipate haki zake. Na pia hii pia inachangia wakati ambapo mama hana uwezo wowote wa kujisimamia. Kwa hivyo inachangia mara nyingi. Kiona jambo linatendeka na pia tuweze kusema. Ikiwa kuna yule ambaye amedhulumiwa aweze kupiga ripoti kwa polisi, asinyamazie na tusikue na kangaroo courts. Ama aweze pia kupiga ripoti kwa chief na assistant chief. Kwa mabaraza zetu kama ngao tutakuwa tunahimiza wananchi kuhusu hizi triple threat ambazo ni vitisho kwa wananchi wa Mumias East. Na pia tuungane washikadau wote, security, ikuwe mashirika, ikuwe hospitali, kila mtu, ikuwe media, tuungane pamoja ndiposa tuweze kupunguza ama kuzuia the triple threat. Kuna GBV desk ambapo yule ambaye ako na kesi kama hiyo, kuna ofisa mama ambaye anashughulikia ikiwa ni mambo ya wamama, ndiposa yule mlalamishi aweze kuwa uhuru na aweze kuelezea. Pia katika barasa zetu tukiwa nazo chief, assistant chief, DC, SCC, huwa tunachangia, tunahamasisha wananchi kuhusu the triple threat. Pia tuko na mashirika ambayo pia yanatusaidia, tuko na mtaa. Ningelipenda kusema hivi ya kwamba ukiona useme, ukishuku useme, ukisikia utasema, na hapo tutasaidiana. Piga ripoti kwa polisi, tuko mahali pale kusaidia. Sisi tumejipanga, tuko na patrols, na kwa zile patrols tunazozifanya, tukipata tu mtoto msichana mdogo, mtoto wote mdogo ambaye anatembea usiku, tuna vile tunafanya. Usipokimbia nyumbani utalala sel na utakuja na msasa. Sisi kama shirika la mtaa haswa kazi yetu ni kuona kwamba viongozi wetu wa county na viongozi wetu wa national government wakuwe na ujumbe ambaye wanaweza kupeleka kwa jamii. Tumeelimisha assistant chiefs wote, tumeelimisha sub county administrators wote, na kila mara hata watu wa kanisa, na kila mara tunawaambia tukiwa huko kwa jamii zetu tujaribu kutia hawa watoto pamoja, haswa saa hii vile shule zimefungwa, tunawahimiza kwamba watie watoto pamoja, waite Ministry of Health, watuite na tuelimishe hawa watoto pamoja hata na wazazi wao. Inaweza kuwa kwa kanisa ama kwa barasa, ama hata wakitengeneza kikao katika shule na watuite
tujaribu kuhamasisha hao watoto wetu, kwa maana hatuwezi kusema tunaweza kufanya hii kazi siku moja na kila mtu akuwe ameelewa. Ni vizuri tujaribu kabisa. Sasa mtaa bila tumeona kwamba takwimu zimeenda juu kati ya vijana, tumeamua kwamba tujaribu mwaka ujao kusaidia bodaboda, kwa maana hawa bodaboda wengi wao wako na familia. Na sisi vile tunaitwa shirika letu ni la Men and Tradition, vile Madam DCC alisema tukianzia kwa boma, tukichukua hao bodaboda young couples, tuwatie pamoja, tuwaelimishe, unaweza kuona kwamba hawa wataenda nyumbani na kile kizazi ambacho kinatoka kwao inaweza kuwa tofauti, kwa maana watakuwa na hii elimu kwa boma, baba na mama, alafu waanzie hapo na watusaidie. Kwa maana tukikaa tu ati Mumias East inafanya vizuri, tutakuwa na shida hapa mbeleni. Kanisa linatusaidia, kwa maana kwa kanisa wako na structures ambao wako na watoto ambao wanaita PMC, watoto wadogo, alafu wako na kiwango cha katikati, alafu wako na young couples, wako na wamama na wako na wazee. Sasa kanisa inatusaidia kutia hao watu pamoja, alafu tunaenda kupitisha huu ujumbe na tunawaambia watusaidie wakifika nyumbani kuongelesha hao watoto. Tukiangalia takwimu za virusi vya ukimwi na mimba za mapema, sisi kama mtaa tuko na idara ambayo tunaita Social Workers Desk. Hao wanaenda kwa maboma, wanatembea nyumbani, na tumekundua kwamba watoto hawa hawalali na wazazi. Watoto wanalala kwa chikoni, wasichana, na vijana wamejengewa nyumba kando ya boma, na hii sasa ndio inakuwa kama lodging. Kwa hivyo watoto wetu wengi wasichana wanadhulumiwa kwa chikoni. Hata Jumatatu nilikuwa na mama ambaye aliniambia vizuri kabisa kwamba yeye analala na kuku kwa nyumba, kwa maana wezi wanakuja usiku wanaiba kuku. Na nilimuuliza wanaiba wapi? Ati kwa chikoni. Na ni nani analala kwa chikoni? Wasichana watatu. Unaona, hii ndio inaleta dhuluma hapa na mimba za mapema. Alafu vijana vile wamejengewa Simba huko, wanalala hapo vijana karibu 6. Tena hao usiku hawalali kwa boma, ama wakilala wanaleta wasichana kwa hiyo Simba, na baba na mama wanalala kwa nyumba. Sasa hiyo tumeona kwamba ni moja ya vitu ambavyo vinaongeza hivi virusi. Pia vile Mama DCC alisema umaskini unachangia. Hapo mtaa tuko na watoto 200 ambao wako na virusi vya ukimwi, ambao tumetembea nao tangu mwaka wa 2016 mpaka wa leo. Sasa tumekundua kwamba shida iko kubwa kabisa. Hawa watoto nyumbani hawana chakula cha kutosha. Wazazi hawana. Wazazi wengine hata wanatuma mtoto, wanasema si hata wewe uende utafute. Mtoto atatafuta wapi? Hata sodo watoto hawana. Kwa hivyo mtoto atatafuta mbinu zozote za kupata sodo. Tumekuwa tukiwahimiza wananchi kwa jumla kupitia vikundi mbalimbali, mikutano ya baraza za chief, tukikutana nao pale hospitalini kabla tuanze huduma. Tumekuwa tukiwahimiza, tumetembea hata kwenye shule, tumetembea hata kwenye makanisa tukihimiza wale ambao tumekutana nao kuhusu vile tunaweza kujiepusha na mambo ya the triple threat ambayo ni gender based violence,
HIV infection na teenage pregnancies, na tumekuwa kulingana na takwimu zetu tunaona kwamba mambo ya wazazi kupatiana mwelekeo kwa watoto wetu imekuwa ni changamoto katika eneo letu. Tunaona watoto wengi wameachiliwa, hawapewi mwelekeo mwema na wazazi, vile tumeona kwa wanenaji wa mbele kwamba wazazi tuweze kusimama mbele, tuweze kuelekeza watoto wetu vyema, na hata pia sisi wenyewe tuweze kuelekezana vyema, na tutaweza kuangamiza hili janga la the triple threat. Alafu pia tuko na violence ingine ambayo tunaona inakuja juu kwa wingi sana. Iko katika mitandao yetu, iko katika Facebook, iko katika WhatsApp, iko katika TikTok na hata X-Space. Tunaona pia huko kuna unyanyasaji ambao unaendelea, na tunaomba kwamba tuungane pamoja tuweze kuangamiza. Tuko hapa kujulisha wananchi kwamba dhuluma dhidi ya jinsia kwa wanadada, wamama na wanaume, jambo ambalo linaweza kuweka mtu katika sheria. Pia tunaongelea kuhusu maambukizi ya virusi za HIV. Tunahimiza tujiepushe na zile practices ambazo zinaweza tuweza kupata maambukizi. Jinsi ambavyo tunaweza kueleza wananchi wa Shanda na Makunga na Mumias East. Hii ni timu ya afya pamoja na ya usalama na mtaa. Kauli mbiu ya siku hii ya 16 ambayo tuna Unite Against Gender Based Violence, dhuluma dhidi ya jinsia kwa wamama, wanadada na pia wanaume. Tuna advise wananchi kwamba tujiepushe na magonjwa ya zinaa, magonjwa ya kirusi na pia mimba za mapema kwa wasichana wadogo. Timu ya afya tunaendelea kuhimiza wananchi wa Shanda na Mumias kwa kuhusu the triple threat, sana mambo ya gender based violence. Tunaona kwamba hapa Mumias hii mambo ya gender based violence, unyanyasaji wa jinsia umekita mizizi, na ni jukumu letu tuungane kama wananchi tuweze kupunguza hizi visa, tuweze kuwa na zero cases za gender based violence. Violence inaweza fanyika kwa mtu yeyote, inaweza fanyika kwa mama, inaweza fanyika kwa mtoto, inaweza fanyika kwa baba na hata mtoto wa kijana, mtoto wa kiume. Sasa tusiseme kwamba gender based violence haiko, ni kitu ambayo iko na inatusumbua sana kama sisi hapa eneo la Mumias East na Shanda, na tunaomba tuungane na tusiweze kupita tendo lolote ama kisa chochote ambacho tumepata mtu ameweza kudhulumiwa, ikuwe nyumbani, ikuwe kanisa, ikuwe shule, hata soko, kwa sababu kwanza ni pesa ambazo zinafanyika kwa ikokote. Tuweze kuungana, tuweze kuleta ripoti mapema ili tuweze kupunguza na mwenye amedhulumiwa aweze kupata haki. Tukifika kwa mambo ya gender based violence, tunaweza kuwa na kupigwa kwa nyumba kama ni wanandoa, ama kugombana, ama kunyimwa haki za afya, ama kunyimwa haki za kufanya hata biashara. Gender based violence kwa ndoa. Kwa watoto tunaweza kuwa na ile ya kubakwa kwa watoto wadogo, pale ambapo unaweza pata inaweza kuwa baba ya mtoto ama uncle ya mtoto ama hata ndugu, ambapo tunapata watoto wanabakwa, na tunaona
hapa kama eneo letu la Mumias East, visa kama hizo zinafunikiwa, na tunaomba kwamba tukikuwa na kesi kama hizo zinaletwa mbele ili tuweze kusukuma mbele ili mtoto aweze kupata haki na eneo letu litakuwa vizuri. Pia nitapatia mwenzangu aongee kuhusu HIV/AIDS. Yes, jambo ambalo mmeelezewa virusi za HIV ni jambo ambalo linatuaffect sisi wote. Iwapo haujui yoyote, iwapo hauko naye kwa boma, wapo huku nje ambao wako na maambukizi na virusi za HIV. So tunaomba wananchi wa Shianda kwa ujumla tujiepushe na mapenzi ambayo haina kinga. Kwa hospitali kuna methods ambazo zinazuia maambukizi. Ya kwanza ni condom, unaweza kujia. Kitu kingine ambacho kipo, unaposhiriki mapenzi na within 72 hours uje hospitali upate dawa ambazo zitazuia maambukizi ya kirusi. Also kuna dawa ambazo zinaitwa PrEP. Hizo PrEP zinapeanwa kwa mtu ambaye ana plan kuhave mapenzi. So ni kujipanga mapema, kuja hospitali, pimwa. Ukiwa negative, kuna dawa ambazo tutakupatia zinakusaidia kuzuia gonjwa ya HIV. So nyinyi wote mnakaribishwa, na hizo huduma zote hospitalini ni bure. Hakuna charges zozote ambazo zinachajiwa kwa hizo huduma. So wote mnakaribishwa kwa mahospitali zetu. Piga Acha tu kuhusu pia teenage pregnancies ambazo pia katika eneo letu la Mumias East tunaona ziko kwa wingi sana, na vile tumeambiwa zinatokana tu kati yetu sisi wenyewe, ambapo tunaacha watoto wetu wasichana wanaweza kuwa wanabakwa ama wanabembelezwa, wanapewa mimba za mapema kutoka kwa wanaume ambao tunaishi nao na tunawajua vyema. Sasa tunaomba kwamba tuweze kuungana pamoja
ili tupunguze ama tuzuie mambo ya mimba za mapema kwa wasichana wetu. Tuache wasichana wetu wasome, watasaidia eneo letu la Shianda na Mume Assist liendelee. Na pia unyanyasaji wa jinsia, tuko na unyanyasaji wa jinsia aina mbalimbali. Tuko na unyanyasaji ambapo unaweza pata mtu anakutusi maneno makali makali. Tuko unyanyasaji pia unaweza pata mtu anaweza kuumiza ama kuchapa kuumize. Na pia kuna unyanyasaji wa ngono kupitia kwa mambo ya ngono, na pia tuko na unyanyasaji ambao unaendelea katika mitandao yetu, yani Facebook, TikTok na hata saa nyingine kwa WhatsApp. So, kwa social media unaweza pata kwamba mtu anaweza kutumia picha mbaya ambazo zinaonyesha dhuluma kwako. Kwa hivyo ukipata cases kama hizo, ni vizuri usinyamazie, uweze kuripot ili uweze kupata haki, watu wasiendelee kunyanyaswa katika mitandao. Na pia cases za unyanyasaji za kubakwa kwa watoto, kwa mama, hata kwa vijana wetu wadogo, kama cases kama hizo ziko, tusizifiche nyumbani, tuweze kujitokeza ili waweze kupata matibabu mapema, kwa sababu matibabu yote ni bure, hawalipishi. Na pia kujaziwa P3 ukikuja kwa hospitali huwa tunajaza bure, na tutawakilisha kotini bure bila malipo yoyote. So tunaomba tusifiche cases zote, tuweze kuripoti mapema ili watoto waweze kupata haki, na tukiripoti mapema itatusaidia kuzuia maambukizi ya STIs na HIV, na pia itasaidia eneo letu liendelee. Pia tunawajulisha kwamba maambukizi ya virusi za HIV katika Mume Assist yetu kiwango kiko juu, na tunawahimiza wakaaji wote tujue afya zetu za HIV, na iwapo uko katika mazingira ambayo yanaweza kupata kirusi cha HIV, tunakuhimiza utembelee hospitali yoyote ambayo iko karibu na wewe upate kujua afya yako, na pia upawe maelezo na matibabu ambayo inaweza kuzuia against HIV, ambayo matibabu yote ni bure. Kuna condoms zipo, utapewa iwapo unahitaji. Kuna dawa pia ya kumeza ambayo inaitwa PrEP. Hii dawa unameza ili ikuzuie na maambukizi ya HIV mapema before uende shiriki katika lile tendo ambalo wewe mwenyewe unaweza ona linaweza kuletea maambukizi ya HIV. Na kuna jinsi ambavyo ya kuimeza ambayo ni rahisi. Hayo yote tu ni kuhakikisha kwamba tumejizuia na maambukizi ya HIV. Asanteni sana. Asanteni sana wakaaji wetu wa Shianda, wakaaji wa Shianda. Tunazidi kuwakumbusha kwamba triple threat iko pamoja nasi. Kwa hivyo tuweze kujiepusha na hizi triple threat, ambapo tunasema tuko na cases za gender based violence, ani dhulma ya jinsia, na kwa hivyo pia tukaweze kuzuia mimba za mapema kwa watoto wetu ambao bado ni wachanga. Kwa hivyo mnaposikia hii sauti na unapatana na cases za gender based violence, tunasema ya kwamba ukaweze kuripoti haraka iwezekanavyo. Usikae tu hivyo, uweze kuripoti hizi cases za gender based violence. Na pia tunawajulisha ya kwamba tuko na ugonjwa wa HIV/AIDS ambao uko pamoja nasi. HIV/AIDS iko pamoja nasi. Nakumbuka tunaweza epukana na huu ugonjwa, tunaweza epukana na HIV/AIDS kama haujaadhiriwa. Tunajua kwamba maybe uko na mtu wako ambayo ameadhiriwa. Kwa hivyo unapokuwa na ugonjwa huu, kumbuka pia unaweza zuia mwenzako asiweze kupata. Tumeambiwa kwamba tuko na njia kadhaa ya kuweza kuzuia HIV/AIDS. Tuko na hali ya kutumia kondomu, tuko pia na njia ya kutumia zile dawa za PrEP ambazo unameza kabla ya kwenda kushiriki hilo tendo la ngono. Kwa hivyo wakaaji wetu wa Shianda, unaposikia hii sauti, ni ya kuwakumbusha tu ya kwamba ni shirika la afya pamoja na shirika la
la mtaa pamoja na wana security wetu tukiwaletea habari juu ya triple threat. Maybe unajiuliza triple threat ni nini? Triple threat inaongelea mambo matatu ambayo ni dhulma juu ya jinsia ama gender based violence, ama tunaongelea mambo ya HIV/AIDS na magonjwa ya zinaa. Pia tunaongelea mambo ya mimba za mapema. Vijana wetu tunaomba ya kwamba mkaweze kusaidia wasichana wetu wasipate mimba za mapema, muweze kuwaelekeza wamalize masomo yao kwanza. Kumbuka ya kwamba hawa ni watoto wetu, tunaishi nao. Mkumbuke ya kwamba pia gender based violence inaweza tendekea mtu yoyote. Kwa hivyo tunawaomba ya kwamba unapokutana na kesi ya gender based violence ukaweze kuripoti katika police station na kupeleka huyo mwenye ameathiriwa kwa hospitali akapate kusaidika. Wakaaji wa Shianda, kumbuka hii ni sauti kutoka Ministry of Health ama idara ya afya ikishirikiana na mtaa, shirika letu la mtaa Men and Tradition Against HIV, shirika ambalo linatusaidia kuweza kuzuia magonjwa ya HIV/AIDS. Na pia tuko na security wetu ambao pia wanahamasisha community ya kwamba wakaweze kujiepusha na hii triple threat. Kumbuka triple threat iko pamoja nasi. Tuko na cases za gender based violence, dhulma ya jinsia, na pia tuko na hizo mimba za mapema ambazo watoto wetu wasichana wanapata mimba za mapema kwa mapema sana. Na kumbuka tunaweza epukana na hizi magonjwa ama triple threat zote. Asante. Bwana Hohali. Ngoja tu cross. Hiyo nini iko na wapi? Hatuendi mtaa, tunarudi kwa DCC. Tunaenda kwa DCC Mwamba, sio kwa DCC Mwamba, tunaenda stage. Unaposikia sauti hii ni sauti kutoka Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika letu la mtaa pamoja na security team yetu kuhamasisha ya kwamba tuko tunasherehekea siku 16 za gender based violence. Na kumbuka tunasema kwamba tunataka tumalize hizi cases za gender based violence. Tunataka tumalize cases za gender based violence. Tunataka tumalize cases za mimba ya mapema. Tunataka tumalize cases za HIV/AIDS. Kwa hivyo unaposikia sauti hii, tunakuambia kwamba ni jukumu lako pamoja na jukumu langu kuweza kuzuia hii triple threat ambazo ni mimba za mapema kwa wasichana wetu wadogo, ambayo pia ni kuzuia magonjwa ya HIV/AIDS na magonjwa za zinaa, na pia tunazuia gender based violence. Kumbuka unaweza kuwa umeathiriwa kwa njia moja au nyingine, na tunasema kwamba hii triple threat tunaweza zuia. Kwa hivyo unaposikia sauti hii, wakaaji wetu wa Shianda, unaposikia sauti hii inakukumbusha ya kwamba tukaweze kuepukana na mambo ya triple threat, tuweze kuepukana na mambo ya triple threat. Na ninapoongelea triple threat na maanisha ya kwamba tuko na cases za gender based violence, tuko na cases za mimba za mapema kwa watoto wetu wasichana, tuko na magonjwa ya HIV/AIDS pamoja na zinaa. Na kumbuka unapodhulumiwa unaweza pata mimba ya mapema kama wewe ni mtoto msichana, unaweza pia kwa mara hiyo kuambukizwa ugonjwa wa HIV. Kwa hivyo tunapoongelea triple threat tunasema ya kwamba ukaweze tuzuia. Kumbuka ni jukumu langu pamoja nawe kuweza kuzuia hii ugonjwa wa triple threat. Kwa hivyo unaposikia hii sauti, watu wetu ambao wako sokoni, kumbuka hii ni sauti kutoka Wizara ya Afya pamoja na shirika letu la mtaa ambalo linatusaidia mambo na HIV/AIDS pamoja na security team. Tunawakumbusha tu ya kwamba tunasherehekea siku 16 ambayo ni siku ya mwisho, lakini tunaposherehekea tunawaambia kwamba ni jukumu langu na jukumu lako kuweza kuzuia maambukizi mapya ya HIV/AIDS na pia kuweza kuzuia mimba za mapema kwa watoto wetu wasichana.
wasichana na pia kuweza kuzuia HIV stroke AIDS. Asanteni. Hii ni sauti ya wanaafya tukishirikiana pamoja na shirika letu la mtaa. Tunahimiza wananchi na wakaaji wa Shianda na Mumias East kwa jumla mambo ya the triple threat ambayo ni HIV AIDS, maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi, gender based violence ambayo ni unyanyasaji wa kijinsia. Alafu pia tunaongea kuhusu teenage pregnancies ambayo ni mimba za mapema kwa watoto wetu wasichana. Ni janga ambalo tuko nalo na inatubidi tushikane pamoja sisi kama wananchi na wakaji wa Shianda na Mumias East ili tuweze kuzuia ama tupunguze hii mambo ya gender based violence, teenage pregnancies na HIV AIDS. Nitaongea kuhusu gender based violence kwa sababu ni jambo ambalo linaendelea kwetu, kwa nyumba zetu, kwa maboma zetu, hata kwa soko hapa, kanisani, kwa mashule, inaweza tendeka pali popote, na tunahimizwa kwamba tuwe macho, tusikubali kunyanyaswa, tujue haki zetu sisi kama wakaji wa hapa, tusinyanyaswe na tunyamaze. Tukiona tunanyanyaswa, tunahimizwa kwamba tujitokeze, turipoti hizo cases ili tuweze kupata haki zetu. Tusikubali kunyanyaswa na kunyamaza. Tunaweza nyanyaswa kwa njia mbalimbali. Njia ya kwanza, tunaweza nyanyaswa kwa njia ya kimapenzi ama njia ya ngono, sana sana kwa watoto wetu wasichana na vijana wadogo, ambapo tunaona watoto wengi wanabakwa, wanapata mimba za mapema, wanaambukizwa magonjwa ya zinaa, HIV, na pia wanapata mimba ambazo hawakuwa wamepangia. Kwa hivyo tunawaomba mkipata kitendo kama hicho kinafanyika, muweze kujitokeza mapema, tusifunikie kesi yoyote ya ubakaji ama ya kunyanyaswa ya kingono nyumbani. Tuweze kujitokeza, turipoti kwa hospitali ya karibu, ama hata kama ni kuripoti kwa CHP, ama kama ni ngumu turipoti kwa police station. Tuko tayari kuwapokea. Msikubali watoto wetu wanyanyaswe na tukifunikia tukikula pesa ya sukari, kwa sababu tumeambiwa ukisema hiyo itakuwa mbaya. So tuungane tuweze kupunguza hii mambo ya kupata unyanyasaji wa kijinsia kwa sababu ya ngono. Pia unaweza nyanyaswa ambapo unaweza nyimwa haki zako, kama kwa mfano kama uko kwa ndoa unanyimwa haki ya kupata pesa kiurahisi, kufanya biashara, ama unanyanyaswa uwezi pata huduma zingine za kwa mfano za kiafya kama family planning, unaweza kataza usiende, ama kama ni mwanaume anaambiwa uwezi toka kazi, nitakana tukae na wewe, pia hiyo ni unyanyasaji. So tusinyamaze nazo, tuweze kujitokezea. Tuko na unyanyasaji pia ambapo tunaweza ambiwa ama matusi, hiyo pia tusinyamaze tukasema hiyo si unyanyasaji. Ukijitokeza, ukiripoti, unaweza pata haki yako. Pia tunaweza nyanyaswa kwa mtandao. Tuko na TikTok, tuko na Facebook, tuko pia na Facebook. So pia tuko na Instagram ama X Space. So ukipata unanyanyaswa huko, pia unahimizwa kujitokeza uripoti. Tuko na DCI wanaweza kusaidia ili uweze kupata haki yako. Alafu tunahimiza kwamba tuweze kufika kwa hospitali mapema kama ni mambo ya kubakwa. Tusiende kujiosha, tukuje tu vile mambo imefanyika, tusiende kubadilisha nguo, ili uweze tupate evidence ya kutosha na tuweze kupata kuandikisha kulingana na vile kitendo imefanyika, ili uweze mwenye ametendewa kitendo aweze kupata haki. Kwa hivyo tunaomba tuungane pamoja tuweze kuangamiza hili janga la mambo ya gender based violence. HIV. Okay, asante. Pia niko hapa kusisitiza yale ambayo daktari ameeleza. Hii ni timu ya afya,
timu ya usalama pamoja na timu ya mtaa, ambapo leo ni siku ya 16 ambayo tunahamasisha umma dhidi ya dhuluma ya jinsia. So tunawahimiza yeyote ambaye anayepata changamoto za kijinsia afike hospitali mapema kwa muda unaofaa, apate matibabu na ashughulikiwe kwa muda unaofaa. Also pia tunahimiza maambukizi ya HIV katika kaunti yetu yako juu, na Mumias East pia iko moja wa zile sub county ambazo zimerekodi maambukizi kuwa juu. Tunahimiza wale ambao walipatikana na virusi waendelee na dawa, na wale ambao hatujapata virusi tunawahimiza kuweka practices ambazo zinatuzuia tusije tukapata maambukizi ya virusi. Ya kwanza ni kufanya kwamba tunatumia mipira ya kinga ambayo inaitwa condoms, ambazo zinapatikana hospitali bure, hakuna malipo yote ambayo utaitishwa. Pia tutakusaidia kupata kujua iwapo unahitaji dawa ambazo zinazuia maambukizi. Kuna dawa zinaitwa PrEP. Hiyo unazitumia before uende ushiriki kwa tendo ambalo wewe mwenyewe unaona linaweza kuletea maambukizi. So tunakuomba hospitali yote iliyo karibu nawe, hizo huduma zipo na hazihitaji malipo yoyote. So twende tupate zile huduma ili tujikinge na maambukizi. Asanteni. Wakaaji wetu wa Shanda tunazidi kuwakumbusha ya kwamba tuko na janga pia la watoto wetu kupata mimba za mapema. Watoto wetu ambao wanaenda shule na ni watoto wachanga wanapata mimba za mapema. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba hizi mimba tunaweza zuia. Kumbuka unapopata vijana wetu wa bodaboda, tunapopata watoto wetu tukiwapeleka shule, wakipelekwa shule tunasema ya kwamba tukaweze kuzingatia kwamba tusikue tunakuwa nao ili wapate mimba za mapema. Na kumbuka ya kwamba mimba za mapema zinaweza pata mtu yoyote kupitia kwa njia ya GBV ama gender based violence. Tumeambiwa kwamba unapobakwa, kumbuka huyu mtoto msichana anaweza pata ugonjwa wa zinaa ama HIV/AIDS na pia aweze kupata mimba za mapema. Kwa hivyo tunawaambia kwamba hizi ni vitu ambazo tunaweza kuepukana nazo tukishikana mikono na tuongee. Tunasema kwamba wacha tunapopata watoto wetu tusiweze kushiriki ngono nao ili wasiweze kupata mimba za mapema. Kwa hivyo wakaaji wetu wa Shanda tunazidi kuwakumbusha tu ya kwamba the triple threat iko pamoja nasi, tunaweza epukana na kumalizana nayo. Kwa hivyo tunapotoka mahali hapa tushikane mikono na kuambia kwamba tuweze kuripoti cases zote za gender based violence na pia kuweza kuzuia maambukizi mapya ya HIV/AIDS. Asanteni sana wakaaji wetu wa Shanda. As you talk about HIV, yes, tunasema kwamba you also linked. Hata GBV bado iko linked. Yeah, iko linked. Sawa. Tushikane mikono tuweze kuangamiza the triple threat ambayo iko katika eneo letu la Mumias East. Gender based violence iko kwa kiwango cha juu sana, kwa sababu tunaona unyanyasaji umekita misisi katika eneo letu la Mumias East, na tunaomba tuungane mikono tuweze kuzuia ama kupunguza
unyanyasaji wa dhulma, na pia tukipunguza hiyo unyanyasaji itatusaidia kupunguza mimba za mapema kwa wasichana wetu. Wanabodaboda wetu tunaomba tuungane pamoja tuweze kuangamiza hili janga la the triple threat, maambukizi ya HIV, gender based violence na mimba za mapema kwa wasichana wetu. Tuweze kuwa kielelezo kwa watoto wetu ili tuzuie mimba za mapema. Hii mambo ya gender based violence inaweza fanyika kwa mtu yeyote, haibagui kama wewe ni mwanamke ama mtoto, inaweza fanyika hata kwa wanaume na hata watoto vijana wadogo. So tunaomba tuweze kuungana pamoja tuiangamize. Inaweza fanyika pali popote, inaweza fanyika pali pako kwa kazi, inaweza fanyika shule, inaweza fanyika hata kanisani, hata unaweza kuwa kwenye gari na mtu anaanza kudhulumu kwa sababu ya jinsia yako, ama kwa sababu we ni mlemavu, ama kwa sababu we uko na ugonjwa fulani, sana sana HIV. So tunaomba tuungane tuweze kushirikiana tupunguze hii mambo ya unyanyasaji wa kijinsia. Pia tunaomba kwamba hii mambo ya unyanyasaji inapotokea tuweze kujitokeza mapema kuripoti hizo cases. Unaweza report kwa administration yetu, unaweza report kwa ofisi, kwa police station, ama unaweza report kwa hospitali yoyote ambayo iko karibu. Sana sana ukipata unyanyasaji wa kijinsia ambao unahusu ngono, tunaomba ikuje mapema sana, kwa sababu hiyo itatusaidia tuweze kuweka pingamizi mingi ambazo zitatusaidia kuzuia ugonjwa wa zinaa, kuzuia magonjwa ya HIV na hata kuzuia mimba za mapema. So tunaomba tusifiche kesi yoyote ambayo umepata mtoto amebakwa ama msichana ameshikwa ama kijana, na tunafunikia kwamba hii haitakani itoke. Na ni vizuri wakuja hospitalini mapema. Hospitali tuko na huduma mbalimbali ambazo tunaweza wapatia, na itatusaidia kupunguza hiyo maambukizi mapya na hata mimba za mapema kwa wasichana wetu. Na matibabu kwa hospitali ni bure, hakuna kile chochote ambacho utalipishwa. Hata kama ni kujaza P3 tunajaza bure, hautalipishwa chochote. Ikifika kwenda kotini kutoa evidence tunaenda bure, hatutakuitisha malipo yoyote. So tunaomba tuungane pamoja. Pia sana sana kwa mambo ya mimba za mapema, tunapata watoto wengi wanajitokeza tayari kama wako na mimba, tunawapata tayari wanakuja clinic, lakini tukiungana tuweze kuripoti mapema, wakuje mapema vile tunataka, inaweza kutusaidia kupunguza mimba za mapema, kwa sababu tutawapatia dawa ya kuzuia wasiweze kushika mimba ambazo hawako wametarajia. So tunaomba muweze kutuletea cases mapema, tusifungie kesi yoyote ya gender based violence kwa sababu hakuna pesa ya kwenda hospitali. Tunahimizwa kwamba matibabu kama mtoto amebakwa ama kama umepata dhuluma yote ya kijinsia, matibabu ni bure, tutakujazia P3 bure, na hata kuenda kotini tutaenda bila malipo yote. So msikae nyumbani, tunawakaribisha mkuje tumupate huduma mapema. Itatusaidia kupunguza mimba na hata magonjwa ya HIV na hata magonjwa ya zinaa, sana sana gonorrhea na syphilis. So tunaomba tuungane pamoja ili tuweze kuangamiza hili janga. Okay, asante daktari. Pia nami nitaendelea kusisitiza yale ambayo daktari anasema. Leo ni siku ya 16 ya kueleza umma dhidi ya jinsia, dhulma dhidi ya jinsia, watu ya calling gender based violence. So tunaomba wale ambao wanakuja kupatikana na hizo cases, msinyamaze, tuongee, tulete zile cases zifike hospitali ili zihudumiwe mapema na pia zihusishwe na wale ambao wanahusika. Jinsi mnavyoona kuna timu ya usalama hapa, kuna timu ya afya na pia kuna mtaa. Tunafanya kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba dhulma dhidi ya jinsia inakuja kikomo. Pia tunawahimiza wananchi kwamba maambukizi ya virusi za ukimwi pia yanaendelea kuongezeka. Na Kakamega ikiwa mmojawapo ya kaunti ambazo zina record cases
cases mingi za virusi za ukimwi. So tunawahimiza kwamba mtembelee hospitali yoyote iliyo karibu na wewe, upate kujua afya yako. Iwapo utapatikana kuwa na kirusi, upate matibabu, kwa sababu matibabu yapo ya kuzuia makali ya kirusi na haina limit yoyote ya maisha ambayo utasema kwamba utaishi. Una uwezo wa kuishi maisha yako mrefu hata ukiwa na kirusi. Na ukimeza dawa zako mzuri, hauwezi ambukiza kirusi kwa mtu ambaye ako HIV negative. So hakikisha kwamba hospitali yoyote iliyo karibu na wewe umeweza kutembelea pale. Pia jambo lingine, kwa wale ambao tunaweza kuwa katika ile hali ambayo unaona kwamba unaweza pata maambukizi ya kirusi. Huenda unakaa na mtu ambaye hali ambayo yake HIV huijui na unamshuku kwamba anaweza kuwa na kirusi. Tafadhali kuja hospitali. Pia kuna madawa ambazo zinaweza kusaidia kujiepusha na kirusi. Hizi dawa zinaitwa PrEP. Unameza kabla ya kushiriki matendo ama ile kitendo ambayo unaona kwamba itakuweka katika harakati ya kupata kirusi. Na hizo huduma zote ni bure. So tutembelee hospitali yoyote ambayo iliyo karibu na wewe. Pia wale wamama ambao wajawazito na wale ambao tunasema teenage, pia wako harakati ambayo wanaweza pata kirusi. Kuna yule ambaye anashangaa pengine teenage wako wengi sana ambao wanakuja hospitali wakiwa wajawazito, na wengine hata hawajui baba ya mtoto ni nani. So ni vizuri tukiwajua tuweze kujua kama wako na wapenzi zaidi ya mmoja, tuna uwezo wa kuwasaidia pia kupata dawa ya kuzuia maambukizi ya kirusi katika wakiwa kliniki ya ujauzito. So nyote mnakaribishwa kwa hospitali zetu kwa huduma ya afya. Asanteni. Asanteni sana. Tunapoondoka mahali hapa, tunazidi kuhamasisha ya kwamba mnapopata cases za gender based violence mkaweze kuzileta mapema sana kwa hospitali yoyote ambayo iko pamoja nawe, na tunasema ya kwamba hakuna malipo yoyote ambayo inapeanwa. Kwa hivyo wakaaji wetu wa Shianda na wote wanabiashara wote wanaosikia hii sauti, kumbuka, inawakumbushe tu ya kwamba tukaweze kusaidiana ili tuangamize janga hili la triple threat ambalo ni gender based violence, pamoja na mimba za mapema kwa wasichana wetu, pamoja na new infections za HIV stroke AIDS. Asanteni sana. Nasema ni sauti tunapotoka wakaaji wetu wa Shianda, wanabiashara wote, tunawakumbusha tu ya kwamba tunapohamasisha hizi siku 16 ya gender based violence, tukaweze kusaidiana kuhamasisha the community ili tunapopata cases za gender based violence tukazilete mapema hospitali, na pia tukaweze kuripoti. Tusiweze kuweka hizi cases huko nyumbani, tusiweze kusolvia ama kusuluhishia nyumbani hizi cases za gender based violence, bali tuende tu report ili tuweze kupunguza ama kuzuia. Kwa hivyo wakaaji wa Shianda, tunajua kwamba tunaweza punguza ama kuzuia hizi cases ama janga hili la triple threat ambalo limekuwa ni janga linatusumbua sana kama county, janga ambalo linatusumbua sana kama sub county. Tunaona kwamba cases zetu za HIV zimeenda juu na tunaweza epukana nazo. Asanteni sana wakaaji wetu wa Shianda. Mnaposikia hii sauti, ni kuwakumbusha tu na kuwahamasisha ya kwamba tuko na janga la triple threat. Tuko na janga la triple threat ambalo liko pamoja nasi, na tunajaribu kuhamasisha ya kwamba tukaweze kuepukana na hii jambo la triple threat ambalo ni mimba za mapema kwa wasichana wetu wachanga, ambayo ni HIV new infection ambazo tunaweza punguza, na pia cases za gender based violence. Asanteni.
hii ni sauti ya kuwahimiza wakaaji wa Mumias East, sana sana Shianda, kuhusu mambo ya the triple threat, gender based violence, HIV infection na teenage pregnancies, dhuluma jinsi ya dhuluma dhidi ya jinsia, maambukizi mapya ya HIV. Tunahamasisha wakaaji wa Shianda kuhusu tunahamasisha wananchi wote wa Shianda, sana sana Mumias East, kuhusu the triple threat ambayo ni HIV AIDS. Tuko pia na gender based violence ambayo ni dhuluma jinsi ya kijinsia, na pia tuko na mimba za mapema kwa wasichana wetu, the teenage pregnancies. Hili ni janga ambalo tuko nalo katika eneo letu, kwa sababu tunaona hizo zote tatu ziko kwa kiwango cha juu katika eneo letu, na linachangia eneo letu kurudi nyuma kimaendeleo, na tunaomba tushikane mikono, tuungane pamoja ili tuweze kupunguza ama kuangamiza hii maambukizi mapya ya HIV, dhuluma dhidi ya jinsia na pia mimba za mapema kwa wasichana wetu. Tunaomba sana sana tukipata kesi yoyote ya gender based violence, tusiende kuitisha nyumbani, tusiende fikisha kesi zote kwa kuripoti kwa karibu na police station ambayo iko karibu na wewe. Kama unaona ni ngumu kufika kwa police station, unaweza fika kwa hospitali ambayo iko karibu na wewe ili uripoti, na tunaweza kuunganisha na police station ili mwenye amedhulumiwa aweze kupata haki yake. Pia tunawahimiza kwamba hii mambo ya dhuluma inaweza fanyika pali popote. Inaweza fanyika hata tukiwa kazini hapa sokoni, inaweza fanyika hata nyumbani, inaweza fanyika hata ukiwa kanisani, watoto wakienda shule, hata ukiwa kwa njia ya usafiri unaweza pata unadhulumiwa kwa sababu ya jinsia yako. Inaweza fanyika hata TikTok, tuko na WhatsApp, tuko na Facebook, hata tuko na Instagram. Kwa hivyo tunaona pia unyanyasaji katika mtandao pia huko unakuja kwa hali ya juu sana, na tunaomba tuungane, tusiendeleze kunyanyasa wengine kwa mtandao, tuweze kuungana ili tupunguze hiyo unyanyasaji. Na tunaomba kama kuna unyanyasaji wowote uweze kuripoti ile kitendo, hata kama ni unyanyasaji katika mtandao uweze kuripoti ili DCI aweze kufanya kazi yake na uweze kupata haki yako. Tunaomba pia sana sana kuhusu dhuluma dhidi ya ubakwaji kwa watoto wetu wasichana wadogo, kwamba tusiweze kuficha, pia tuweze kuwaleta mapema kwa hospitali zetu ili waweze kupata huduma ambayo itazuia kuangamiza hii the triple threat, kwa sababu tukiwaleta mapema tutaweza kuwapatia matibabu ambayo itazuia wasiambukizwe ugonjwa wa zinaa. Tutawapatia matibabu ambayo itawazuia wasiambukizwe new HIV infection, na pia kama ni wasichana tunawapatia madawa ambayo inasaidia wasishike mimba za mapema. So tukiwaleta mapema na tuungane, itatusaidia kupunguza mambo ya the triple threat ambayo tunaona iko katika kiwango cha juu katika Mumias East yetu. So tunaomba tuungane pamoja, na mkikuja katika mahospitali zetu matibabu, ama ukikuja na kesi ya gender based violence hautalipa chochote, kujaziwa P3 itakuwa bure, hata kufika kotini tutafika bila malipo yoyote, na hata ukifika kwa police station pia huduma huko hakuna malipo yoyote ambayo unaitishwa. So tusiogope kuripoti hizi cases ili tuweze kupata matibabu mapema
na wenye wamedhulumiwa waweze kupata haki zao. Na pia naendelea tu kuhimiza tuweze kufikisha cases mapema ili tukiungana pamoja tuweze kuzuia mimba za mapema ambayo pia tunaona iko juu sana. Tunapata watoto wetu wasichana wengi sana wanashika mimba za mapema ambazo wako wametarajia, na hiyo tunaona inawafanya wanaenda nje ya shule, hawataendelea na masomo yao vizuri, na tukifika hapo mbele tutaona eneo letu litarudi nyuma kimaendeleo. So tunataka kwamba tuweze kusaidia watoto wetu wasichana wasiweze kushika mimba za mapema, na hiyo itatusaidia tu kwa sababu hizi mimba zinatokana tu na sisi wenyewe. Inaweza tokana na sisi wazazi wao, ama inaweza tokana na majirani, ama kwa sababu hao watoto washiki mimba kutoka kwa watu wa mbali, wanashika mimba kwa watu ambao wanaishi tunao, na tunajaribu kufunika, lakini tunaomba kwamba tuweze kujitokeza, tusifunike, ili tuweze kupunguza hili janga la the triple threat. Okay, asante sana daktari. Pia nitaweza kuongezea kidogo jinsi ambavyo umeambiwa kwamba speak, talk ama ongea zile cases ambazo unaona kwamba ni za dhulma dhidi ya jinsia. Hizo cases zote kwa maisha yako, tunaomba ripoti. Fika hospitali, pata matibabu. From there pia tutakuguide ufike kwa kitengo chetu cha usalama ambacho pia unaona kiko nyuma yetu. Na pia tumeshirikiana na mtaa katika kufanikisha hii siku ya leo. Pia inafaa mjue kwamba maambukizi ya virusi za ukimwi pia yanaendelea. Na yanapoendelea, wewe na mimi pia tuko hatarini kupata maambukizi ya virusi. So tunahimiza yule ambaye hajui hali yake ya kirusi, tembelea hospitali yote ambayo iko karibu upate kujua hali yako. Ambao wale pia wadogo ambao wako katikati yetu, tunawahimiza pia jiepushe na mapenzi ya mapema. Yana uwezo ya pia kukupatia virusi za mapema, magonjwa ya zinaa, na hata pia kupata saratani ya njia ya uzazi. So iwapo wale ambao mnashiriki mapenzi, pia tunawaomba mtembelee hospitali. Kuna zile mbinu za kukinga jinsi ya kuzuia maambukizi ya virusi, na dawa pia za kutumia za kuzuia maambukizi ya virusi za ukimwi, ambazo hayo yote mnayapata ni free, hakuna charges zozote ambazo zinahitajika. Asanteni.
Daima wakaaji wetu wa Shanda, wakaaji wa Shanda, hili ni shirika la afya pamoja na shirika la mtaa na security yetu, ikiwahamasisha tu ya kwamba hii ni siku ya 16 ya gender based violence, tunapozidi kuhamasisha ya kwamba juu ya janga matatu, janga ya triple threat ambayo tunaongelea mambo ya mimba ya mapema kwa wasichana wetu wadogo, na pia tunaongelea mambo ya dhulma ya kijinsia na pia maambukizi mapya ya HIV. Kumbuka hili ni janga ambalo tunaweza zuia kama wanashanda, kama wakaaji wa Mumias East, tunaweza zuia hili janga la HIV. Kwa hivyo tukuzidi kusema kwamba tuungane mkono, tuongee kwa sauti moja. Washukuru wale wote ambao tumeambatana nao kutoka kwa soko, tukisherehekea hii siku 16 za unyanyasaji dhidi ya jinsia, the triple threats ambazo zinakumba nchi hii ya Kenya na pia eneo letu la Mumias East. Kwa hivyo kwanza nataka kushukuru shirika la mtaa ambalo limechangia, limeorganize siku ya leo tukifikia kilele ambapo ni mwisho wa hizi siku 16. Pia idara ya afya ya Mumias East na kaunti nzima nataka kushukuru kwa wakati huu na pia kwa kuchangia katika hii sherehe. Tunakuta pia tuko na idara ya usalama na ngao, fraternity na wananchi wote ambao tumeambatana nao katika siku hii ya leo. Hatutasahau media pia tuko nao hapa. Hili janga ama tishio tatu ambalo limeangaziwa, moja ni mambo ya HIV/AIDS. Tunakuta pia tuko na maambukizi ambayo ni mapya na yanaendelea kuwa juu hasa kwa vijana wetu. Wakati huu data inaonyesha kuwa imeanza kuongezeka
Kwa hivyo tujichunge kama vijana, tusiwe tunaambukizwa virusi vya ukimwi. Na pia wale ambao wako na virusi, ujue kuwa ukiendelea kusambaza ni hatia na unaweza shitakiwa. Janga lingine ama tishio lingine ni early pregnancies, mimba za mapema kwa watoto wetu ambao bado wako shuleni, hawajafikisha miaka 18 kuendelea juu, wanaendelea kupata mimba za mapema. Wakati huu tuko kwa likizo na Disemba ni refu na najua kuna changamoto. Wazazi tuchunge hao watoto wetu, tuhakikishe tunajua watoto wanaenda wapi, wakati wa usiku, wakati wa jioni, kuangalia watoto wasichana kuwa wanaenda wapi. Ndiposa tumesimamisha mambo ya disco matanga, kwa sababu pia inachangia hizi vitisho tatu: mimba za mapema na mambo ya HIV AIDS. Kwa hivyo wazazi tujumuike, tukuwe responsible parents, tukuwe wazazi ambao tunaangalia watoto wetu. Mwisho ni GBV, gender based violence, ambapo ni dhulma dhidi ya jinsia, inaweza kuwa ya kike ama ya kiume. Tunajua kuwa mambo mengi yanachangia GBV, gender based violence. Inaweza kuwa mila na utamaduni wetu. Hasa hizi sehemu najua kuna wamama wakiwa wajane wanalazimishwa kupata mwanaume, si ndio? Hiyo pia itachangia. Kuna mambo ya inequality, kutokuwa na usawa. Wanaume wanajiamini kila kitu ni chao, au ndio wana nguvu. Kwa hivyo wanachangia wanyanyasa wa mama ama kuwapiga mpaka mama hawezi jua hata haki yake. Pia kuna madawa ya kulevya pia inachangia. Ikiwa unatumia mihadarati, unatumia chang'aa, pia inachangia. Na pia usipopea mama haki yake, inaweza kuwa shamba, inaweza kuwa mambo mengine. Kwa hivyo tuwapee haki yao. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Shianda tujaribu kuzuia, na hii itahitaji washikadau wote, tukishikana mkono ili tuweze kila kitu. Kuna wengine wamepoteza ID, ili tuweze kuangamiza ama kupunguza hii triple threat ambayo tuko nayo. Na pia idara ya usalama ama koti ama sheria ambazo zinastahili kutunza ama kusaidia hao ambao wamedhulumiwa kupata justice kotini, pia iweze kuangazia hayo maneno, na pia mashirika yaweze kusupport wale ambao wamedhulumiwa, wale ambao wamepata HIV AIDS, na wale ambao hawajiwezi. Na pia tuweze kuweka watoto shuleni, waendelee na shule. Unajua wakati watoto waendi shule, wameacha shule, wameolewa mapema, hawatakuwa na empowerment. Pia tuweze kuempower, tuwezeshe wamama na wasichana kuwa anaweza kujisimamia, mambo ya mabiashara, mambo ya elimu, mambo ya training, mambo ya information, ili waweze kuwa na ujumbe. So sisi kama serikali kuu tunahimiza wananchi, ikiwa mtu amedhulumiwa, piga ripoti kwa ofisi ya Chief Assistant Chief, kuna polisi, kuna hospitali, ili aweze kusaidika. Ikiwa amebakwa, aweze kuenda hospitali kabla ya masaa 72 ili aweze kupewa madawa, na pia aweze mimba ya mapema iweze kuzuiliwa. Kwa hivyo kuna na pia hospitali pia wamesema kuwa hakuna malipo ukiwa umebakwa ama umeumizwa. P3 ni free, na pia utapata matibabu bila malipo. Kwa hivyo tuweze kuhimiza wengine, tuambie wale ambao tumeacha nyumbani, machiefs kwa mabaraza zetu, tuweze kuhimiza mambo ya triple threat ili wananchi wa Mumias East waweze kusaidika. Asanteni sana na tubarikiwe. Unajua ni wengi wametamani sub-county zao zikuwe na kitu kama hii, sivyo?
lakini sisi tuna bahati chini ya mtaa imetuletea na tunaona ya kwamba imefanikishwa na watu kadha wa kadha. Ngao mpo? Ngao mpo? Ngao hoi! Tumekuwa na security team. Ni mtu mmoja anaweza kuwa na wewe. Security mpo? Hapo. Ndio mkubwa wetu. Hoi! Kuna Ministry of Health. Yenye ilikuwa inatangaza, wengi wetu hatujui hayo magonjwa na yenye vile inatuadhari, lakini sasa health imefanya vile inatakana ifanye. Health mpo? Health mpo? Marashi tumejirushie marashi kwa health. Mwenye amekataa kusema hapo Tutakuja kwa wale ambao bandi yetu imechezeka. Mnaona natoka jasho. Bandi mpo? Mpo? Tufanye kumam. Bandi kumam. Thank you very much. Tuna wale ambao wamefanikisha zaidi. Kuna wale ambao wameadhiriwa na kuna wenye tena wanaenda kuadhiriwa. But most of us tumeadhiriwa. Tusipende tumefanya nini? Tumeadhiriwa. Koza kama mtoto wako au mtoto wa ndugu yako au mtoto wa mtoto ameadhiriwa, si ni wewe tu? Wale watu wenye wamefanya, wenye wameadhiriwa na wenye bado wanataka kuadhiriwa, mupo? Oye! Hata Magia hapo na mama mtaa, huyu msichana, sio msichana, ni mama, anahitaji akuje kwako. Vile mmemwona amesema sija amenyang'anya bwana, yote tu amecommunicate. Maki upo? Nipo. Good. Mnaona tu at least we are complete, sababu hata wenye network imekatika, wenye network iko tuko pamoja. Nashukuru tu na nataka wote tujirushie marashi. 1. Thank you very much. Asante kwa kutufanya kukua proud. Asante tena, kesho mkuje tena, kesho nyingine hiyo. Sema karibu. Abasumbana badoliwa jama mabrijoni. Wacha tuamini na tuombe. Tulipoanza tuliomba. Tulianza na maombi na Mungu amekuwa mwaminifu katika hali zote. Tumemuona Bwana sasa. Amen. Asante Jehova, Baba wetu na Mungu wetu uishie milele. Tunakushukuru mara nyingine, mfalme wa amani. Tunakuinua kwa sababu tulianza na wewe na umekuwa pamoja nasi katika msafara hiyo yote. Baba, tumerudi tukiwa salama. Endelea Baba kutuzingira na uwepo wako, tukunike na damu ya Yesu Kristo. Nyosha mkono wako wa rehema juu ya maisha ya kila mmoja. Endelea mfalme wa amani kutufunika na wingu lako takatifu. Majaribu, vikwazo vya mwovu shetani na ikapata kushindwa. Maana Baba wetu umesema ya kwamba tukikuita Baba utaitika. Tunakuita siku ya leo Baba ukaitike kwa sababu ya wana wako. Itika mfalme wa amani kwa sababu ya watu wako. Itika kwa sababu ya kila mmoja. Tunapomaliza shughuli ya leo Baba, tumekuona, wacha sifa na utukufu ikurudie, maana wewe ni Mungu. Na nililo liomba dakika ina masaa naomba Roho Bwana kaje tuombea. Na kwa hiyo Yesu Kristo tunaona hata kuamini. Shika naye. Halo. Sasa tumefikia tamati, mwisho wa sherehe ya leo. Tuko huru kwenda katika soko ama kazi zetu. Asanteni.